Watu wengi tunaomba kwa habari ya kupata vitu ama nafasi, lakini hatuombi namna ya kuzitumia zile nafasi ama namna ya kutenda kwenye zile nafasi. Kila jambo ambalo Mungu anakupa lina namna ya kutenda na linahitaji kutunzwa. Ni hasara sana na ni mbaya sana hata kama ni wewe ukimpa kitu mtu, kile kitu kikaharibika saa hiyo hiyo, alafu ni cha thamani. How do you feel? Alikuomba kwa machozi, umempa, lakini ulipompa kaharibu. Utakuwa na moyo wa kumpa? Huwezi kuwa na moyo wa kumpa. So tunapomwomba Mungu atupe vitu, pia mwombe Mungu akupe namna ya kuvitumia vile vitu. Mpe Mungu, mwombe Mungu akupe neema kutunza kile kitu. Ukiona Mungu amekuponya, mwombe Mungu neema ya kutunza ule uponyaji. Ukiona Mungu amekufanyia muujiza, mwombe Mungu akupe neema ya kutunza ule muujiza. Ukiona Mungu amekupa mme, mwombe Mungu akupe neema ya kutunza yule mme. Ukimwona Mungu amekupa mke, mwombe Mungu akupe neema ya kutunza huyo mke. Kwa kuwa yule naye kuna mwingine na miaka hajampata na anamtafuta kwa machozi, na inawezekana anatamani wewe uachike wewe leo ili kesho ampate. Kwa hiyo tatizo sio kupata kitu, tatizo ni kukipata kitu kile ukakosa kujua namna ya kukitumia ama kukitunza. Tatizo sio yale machozi unayolia na kumwomba Mungu nipe. Kila mtu anaomba, kila mtu anaomba na ana uhitaji wake, na kila mtu ana uhitaji wake, lakini the main point ni kwamba unapopokea unafanyaje, unakitumiaje, unatumiaje kile unachopewa. Tunaelewa vizuri? Mungu amenipa chakula, na kitumiaje? Kuna anayepata chakula lakini ni mwagaji mzuri sana, anatumia vibaya chakula anachopewa. Amesahau kwamba alikuwa na njaa miezi 2 iliyopita. Unanielewa vizuri? Tatizo sio kupata hela. Mwambie Mungu, kwenye hiyo hela unaopata ni nini unataka niifanyie nini? Una namna gani ya kuifanyia hiyo fedha? Kuna kipindi ambacho Mungu anakunyima kila ambacho nacho au ulikuwa nacho, ama anakunyang'anya kwa sababu huna matumizi mazuri ya kile ambacho Mungu akikupa. Sio, mnanielewa? Kuna kipindi Mungu anaachilia neema ya fedha, na sio kwamba wote hampati fedha. Kuna kipindi Mungu anaachilia neema ya ya fedha, lakini tatizo hujui namna kuitumia ile fedha. Mwingine akishapata fedha na landuka, Mungu hayupo tena, anakuangalia kwa sababu yeye ndiye akupae.
Kuna wakati Mungu anakupa mavazi, sio kwamba una maana sana. Kuna wengine sio kwamba ulikuwa nazo, ulikuwa huna mavazi. Unafanyaje? Unatumiaje hayo mavazi? Unanielewa vizuri? Kuna wakati ambapo tunavyomwomba Mungu atupe, tunavitumia kumtukanisha huyu aliyetupa. Yaani tunajua yaani mpaka anajuta kutupatia. Bwana asifiwe. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Kuna aliyepata watoto, hiyo sio tatizo. Ukiona umepata watoto, mshukuru Mungu, lakini mwambie Mungu, nipe neema ya namna ya kuwalea nini hawa watoto. Kwa sababu tatizo sio kupokea watoto. Tatizo sio kuwa na watoto, kunalia na watoto. Wewe uliopewa watoto ni mtoto mmoja tu, kiburi na kuwadharau wengine ambao hawajafanyaje, hawajapata. Kusema ndo sehemu. Sikiliza, ilitokea hii kwa Delila. Delila alipata watoto wengi, lakini kitendo cha kupata watoto ilikuwa ni pigo kwa mwenzake. Hufai wewe, huna uzao, huna tumbo, huna mtoto, huna hiki. Ilikuwa ni sehemu ya kusemea. Alilia, lakini angalia kile ulicho nacho. Unachopewa pia sio cha kwako. Mungu anaweza kukupa na Mungu anaweza kukunyang'anya wakati wowote. Huna unachosema ni cha kwako, na huna limiti. Huna chochote unachosema kwamba hiki ni cha kwako. Ukiona Mungu amekupa, muombe Mungu, niondolee kiburi, nipe neema ya namna ya kukaa na hichi kitu ulichonipa. Mungu hakunyamaza kimya kwa kebehi alizokuwa naziona juu ya mwenzake. Alimkumbuka, alimpa Samueli. Samueli alizidi wale watoto wote aliokuwa nao Penina. Alinyamazisha mdomo, na wale watoto wa Penina wote hawakuchukua muda, Mungu aliwaua wote. Kwa sababu hakuwa na neema na hakujua kutumia kila alichopewa. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Ukiona una chochote kile, maadamu Mungu amekupa, kithamini. Najua namna kukitumia. Huyo mme unayemwona ni mmesuruali sasa hivi, haeleweki kwako, mwambie Mungu, nipe neema ya kumtunza mme wangu na namna ya kukaa naye. Kuna wengine wametoka, alikuwa naye, ametoka, kagongwa na gari, maisha yameishia hapo, amebaki yeye. Hakuna kitu kinachoumiza kama ukiwa. Bora usikie tu kwa mwenzako, lakini sio kwako. Nataka mheshimu na mthamini kile ambacho Mungu anawafanyaje, anawapa. Ikiwa ni chakula umekula umeshiba, usiwadharau ambao hawana njaa. Muombe Mungu akupe namna kufanyaje ya kutenda. Bwana asifiwe. Mnanielewa vizuri? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Tuko duniani